Kaunti ya Turkana inapatikana eneo la kaskazini magharibi mwa Kenya na ipo kambi ya wakimbizi ya Kakuma na kijiji cha Kalobeyei. Tulifika Kakuma ndege wakiwa bado wanaimba asubuhi katika uwanja mdogo wa ndege. Hema na vyumba vilivyojengwa kwa mabati vimesheheni, ishara ya joto jingi linalopatikana hapa. Ni makazi ya wakimbizi 108,000 kama vile Margaret Moloyang mwenye umri wa miaka 17. Aliwasili na nduguze wanne kutoka Sudan Kusini. Our journey was not fine. Reaching on the way, those on the bus come and attack us. They said they need of money, and we told them we don't have money. They said if you say you don't have money, we shall kill you or we shall slaughter you like animals. Asilimia 80 ya raia wanaotoroka Sudan Kusini ni kina mama na watoto, huku takriban asilimia 56 wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Margaret ni mwanafunzi wa darasa la 7 katika shule ya msingi ya Kalobeyei. Hafahamu waliko wazazi wao na hapa kajitwika majukumu ya ulezi. I don't know this time whether I will get a fine result in KCV. I don't think so, because I have a lot to do and I'm busy anytime and I'm the only one bigger than them. I will be the one to prepare for them food, control them, washing their clothes, ironing, not their uniform even. Only at night, this is when I will iron their uniform, washing them. Katika shule ya msingi ya Kalobeyei, wanafunzi wamo darasani kwa somo mbalimbali. Idadi kubwa ilikatizwa masomo kutokana na vita Sudan Kusini. Na kulingana na mwalimu mkuu, wakubwa kwa wadogo husoma pamoja. Some of them are parents, even up to now. In fact, I have a parent, around 2 of them in these classes, of around 45, 46 years. Sio elimu tu inayowaleta wanafunzi hawa shuleni. Wana sababu ya kutabasamu, kwani baada ya kupokea mafunzo wanapata chamcha. The only trained personnel we have here that are trained at the curriculum of Kenya, the system of Kenya, we are only 4 nationals, including myself. Now the rest are incentive. Most of them with education either Southern Sudan, in Somalia, Burundi, Congo. Eneo hili ndipo wakimbizi hufika na kusajiliwa kabla ya kupelekwa katika kijiji cha Kalobeyei. Isaac Mayang mwenye umri wa miaka 37 anaelewa pakubwa adhari ya vita Sudan Kusini. Amesalia na watoto wake 5, haswa baada ya mkewe Joyce kufariki mwaka jana baada ya kushindwa kupokea matibabu. Isaac alifanya kazi katika wizara ya fedha Sudan Kusini na ulipozuka mzozo alitafuta salama Kenya. Where I came from, there were tribal clashes which will not allow someone who is ready to go and look for food for the family. You are not free to move around. Isaac anasema kulingana na hali ilivyo nyumbani itakuwa vigumu kurejea tena Juba. I cannot lean on anybody in Juba. You live in fear, even going for a short call, just buying your house is a problem. Katika chumba kimoja tunampata Atieng Ker akimnyonyesha mwanawe. Amejifungua siku chache zilizopita baada ya kusafiri kwa siku 4 kutoka Sudan Kusini. Licha ya kukaribia kujifungua, alisafiri na wanawe 2 na kulazimika kumwacha mumewe mgonjwa. She has surrendered herself and her children in the hand of UN so that she could cater for her children. Hali haijakuwa ya kawaida tangu aondoke nyumbani. Kulingana naye, athari za vita huadhiri wakongwe, kina mama na watoto. He said, a mother like me will really want to pass the message to South Sudanese that war will not do anything good to us. Takriban wakimbizi 300 huwasili katika kituo hiki kila baada ya wiki 2 na hapa ndipo wanaita nyumbani kwa wiki zingine 2 kabla ya kusafirishwa kwenye vituo mbalimbali hapa Kakuma. Lakini kwa wengi swali ni je, mzozo wa Sudan Kusini utakwisha lini? Maelfu ya wakimbizi hujumuika na jamii ya Turkana na wanaishi pamoja huku wakisubiri suluhu ya kudumu ipatikane Sudan Kusini. So we in Kakuma here in the community, we welcome them. We want them to live here with dignity, to be integrated with the host community.
Kenya siyo taifa pekee linalotoa nafasi kwa wakimbizi. Kwa mfano, taifa la Uganda limewasitiri takriban wakimbizi milioni 1.2 kutoka taifa la Sudan Kusini. Umoja wa Mataifa umenakili kuwa Sudan Kusini ina jumla ya raia milioni 13. Right now, 2.4 million refugees in neighboring countries, including Kenya, a number that we project will rise above 3 million by the end of the year if the conflict does not stop. Watoto wanakwenda shuleni pasi na kujua kilichowasababishia hali hiyo. Ingawaje wengine wao hawajashuhudia vita Sudan Kusini, wazazi wao wanatumai kuwa siku moja watarejea na kuchangia katika kuleta amani katika taifa changa zaidi ulimwenguni, mahali wanapoita nyumbani. Kambi ya Kakuma imegawanyishwa katika vikundi vinne ambayo ni Kakuma ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Na hivi sasa tupo katika ile kambi ya 4 na wanafunzi wanapokwenda shuleni. Inaonyesha taswira itakavyokuwa miaka ijayo, kwani wakimbizi wanaoana na waliopata humu nchini. George Maringa, KTN News, katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, County